Ndugu zangu watazamaji, kwa mara nyingine tena tupo hewani Dr. Kondo Online TV, na sasa hivi tunataka tuzungumzie swala la vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Vita hivi vina simulizi nyingi na vimeattract nchi zote za magharibi zikiongozwa na NATO chini ya Marekani, na vita hivi vina athari kubwa ya mustakabali ama amani ya dunia, kama vile vilivyo vya Mashariki ya Kati na hivi vya Ulaya vile vile. Lakini chimbuko la vita hivyo vya Ukraine na Russia kama vilivyo vya Mashariki ya Kati, kati ya Marekani, Urusi, Marekani, Israeli upande moja dhidi ya Iran. Sasa huko kwanza tuache, lakini tuangalie hiyo nini maana yake, kwa sababu bado kupalaganyika jamhuri zile za Soviet za Urusi, USSR, chini ya Gorbachev, kibaraka mkubwa, na ndio alipata sifa kubwa. Alisifiwa hata mke wake kwamba mke wake ni mzuri na nchi za magharibi. Na maana pale mwalimu anasema ukiona adui yako anakusifia basi unamfanyia kazi. Sasa Warusi wamekuja kutambua tayari ile nchi zote amezipalaganyisha, na Gorbachev alikuwa anakwenda zaidi, hata kupalaganyisha hata Russia yenyewe zile federal state za Russia zile. Sasa Yeltsin akamweka stop, akamwambia umeshamaliza huko, hapa una nchi. Unakumbuka watu wanasahau, hata kurudi pale Urusi akasema wewe una kiti, wewe ulikuwa kiongozi wa USSR. USSR haipo, hii Russia tuachie wenyewe bwana. Yule bwana akaangalia, akaona watu tayari mshachukia, na akaona hana base, nchi za magharibi ziko zinamunga mkono kusudi waimalize Urusi. Sasa ile kazi ilikuwa haijamalizika, ndio hii sasa ndio inaifanywa, na ilikuwa ifanyike vizuri, lakini wamepata kiongozi hodari, kiongozi makini, kiongozi mzalendo, kiongozi mwenye kutanguliza masuala ya nchi yake, Putin. Kama ungekuwa na kiongozi ambaye washaka, Urusi ingeshapotea, kwa sababu aim yao baada ya kuivuruga USSR ilikuwa sasa inakwenda kuivuruga, na ilikuwa ni kazi ndogo sana. Ile nchi iliyumba sana katika miaka 90, yumba sana kiuchumi. Uchumi wote uliingiliwa na nchi magharibi, wakaja watu wa nchi za magharibi kusaidia lakini badala yake kusaidia uchumi wa Urusi, na ulidhalilishwa sana. Historia yake ndefu sana, dalilishwa sana. Wale watu watoka IFM huko wapi wanakuja pale wanafundisha watu, wanafanya kama wale Warusi hawana chochote, ni watu wapumbavu tu. Hata kwa Franz Yeltsin alisema akiwa meya, alisikitika sana jinsi wale wa nchi ndugu zao na kutoka nchi za magharibi walivyokuwa wanakuja pale na kuwadhalilisha wao na kutofuata sheria na haki zile na heshima za Warusi. Wale wabagaza sana. Historia ndefu sana, lakini umepitia maumivu makubwa sana. Lakini jeshi kama taasisi kidogo ilibaki imara, na ndio unaiona Urusi sasa hivi ipo vile. Lakini vile vile inategemea sana kiongozi, maana nchi kiongozi akiwa ovyo ovyo utegemei nchi itakuwa na nuru ama itakuwa na maendeleo. Lakini kiongozi akiwa mzalendo, aliyojitoa kwa ajili ya nchi yake na wananchi wake, na akatumia muda wake wote kwa masuala ya nchi itasimama, itakwenda. Tunashuhudia katika nchi nyingi za Kiafrika zimeingia katika mtego wa kuwa vibaraka, kuwa wakala tu, kuwauza hata wananchi wao, na nchi unaona katika fomu mbalimbali. Kwa sababu sasa hivi hao watu wa magharibi hawana haja ya kuja kutawala, wanaweka tu wakala. Ndio maana katika chaguzi hizi wanafuatia sana hiyo, waweke mtu ambaye atakuwa ni wakala wao. Kwa hiyo mnaweza kuwa na kiongozi mnafikiri wa kwenu, yule sio kiongozi wenu. Yule yupo pale kwa maslahi ya nchi zao, na watamlinda yule kwa nguvu zote, hamna uwezo kumtoa. Sasa Urusi imepitia sura mbalimbali, lakini baya zaidi ni kwamba katika kipindi kile Gorbachev anazungumza na viongozi wale wa nchi za magharibi, akina Reagan na waliofuata, walikubaliana kimsingi
kwamba sisi nchi za NATO hatutaweza kusogelea Urusi, kwa sababu kusogelea Urusi maana yake kwamba unahatarisha. Maana ili NATO lenyewe nini nia yake, nini dhamira yake? Sio chombo kilichoundwa na Umoja wa Mataifa ama nini, kimeundwa kwa dhamira na hasa kimetumika sana kwenye Cold War. Sasa Cold War haipo, Urusi yule adui yenu hayupo. Sasa nyinyi mnabaki kama nani? Kwa maslahi yapi? Yule mliosema na mnasema tumemshinda bila risasi, na ndio magambo yaliokuwa yanafanyika. Tumeishinda, tumiparaganyisha Urusi bila kutumia risasi. Wametumia mtu tu ama watu ambao hawana uzalendo, ambao sasa hawana chochote, wameondoka, dunia yao wameondoka, lakini wameacha legacy ambayo baya, kama kiongozi wetu baba rais wetu wa awamu ya pili marehemu mzee Ali Hassan Mwinyi alivyosema, maisha ni daftari ama simulizi. Ni bora wache simulizi nzuri, watu wakukumbuka kwa mema, sio na kukumbuka umeuza nchi, umeparaganisha nchi kama ilifanya Gorbachev. Lakini nchi za magharibi zinadai zinamwona kama ni kiongozi. Kafanya nini? Ameleta matatizo. Ndio maana hata hii vita vya Ukraine na Urusi ni matokeo. Kwa sababu Ukraine kihistoria ni sehemu ya Urusi, ni sehemu ya Russia. Imeondolewa kutoka Russia 1953. Khrushchev alipokuwa kiongozi wa nchi ile baada ya kufa Stalin. Na Khrushchev ni Ukraini. Akafanya ujanja tu wakati kipindi kile ipo USSR, bana USSR. Akaifanya ikawa katika miongoni mwa mataifa ndani ya USSR. Lakini hawajui kwamba kumbeleni USSR itakuwa haipo. Ndio kuzaliwa kwa Ukraine. Lakini Ukraine ni sehemu, na ndio maana una sehemu ya Donbas yote ni wanazungumza Kirusi, wale Warusi. Sasa ni Warusi. Kwa hiyo Mrusi anapigana na nchi yake. Anapigana na nchi ya historia kabisa. Ni kama itokee tu Mwenyezi Mungu atupishe mbali, itokee sijui Tabora, mtu aseme kwamba sasa hii sio nikwambie vipi. Alafu baadaye tunakuja kuona Tabora inakuwa adui wa Tanzania bara ama mikoa ya Ziwa inakuwa adui kwa kitu cha kuundwa tu. Sasa unapowapiga wale consciously, unaona kabisa unawapiga ndugu zako na unaiharibu nchi yako, kwa sababu historia unajua kabisa hii ni sehemu ya Tanzania bara ama Tanganyika. Ndio kinachotokea Ukraine. Watu hawaelewi ama tunaelewa lakini tunapuuzia. Hiyo ni historia, itabaki hivyo. Kwa sababu hata Kyiv ile iliwahi kuwa ndio mji mkuu kabla ya Moscow. Sasa haya tunataka tuseme ili tuweze kuelewa, lakini wakubwa hao walishapanga kuiparaganyisha baada ya kumaliza ile USSR. Sasa lazima waingie, na walikuwa nataja wanasema hiyo ndo emu yetu. Hii Rusi iwe vinchi vidogo vidogo. Na hiyo sio sio tamthilia, hapana, wameshafanya practical hiyo. Ipo wapi Yugoslavia sasa? Iko nchi kubwa yenye heshima katika Ulaya. Wakaona itakuwa tishio, hatuwezi kuwa na nchi kubwa namna. Sasa vipo Kosovo, vipo vinchi vingine hata kama mtatu, vipo si Bosnia, ilikuwa Yugoslavia chini ya Joseph Tito. Ipo wapi? Kwa hiyo case study hiyo ipo. Na ndio maana nataka kuileta pale. Sasa hiyo ukiangalia ndio utakupa picha halisi kinachopigana pale nini. Kinachopigana ni kuidismantle Urusi, Russia ile sasa. Baada ya kuondoa USSR, ile nayo iondoke. Pale pana federal states. Sasa tunafanyaje? Ndio akaingia katika uchaguzi, kuvuruga uchaguzi wa Ukraine na kumweka mtu anaitwa Zelensky. Sasa kueleza kwa kifupi, ni vizuri kujua background hizi zitatusaidia kwamba nini kiini cha tatizo, sio dalili za tatizo. Sasa kinachofanyika pale sasa, na ndio maana unaona nchi za magharibi zina pump mabilioni ya dola. Zile dola ambazo wanapata yule Ukraine, sisi sasa hivi tulikuwa tajiri, tulikuwa tupo mbali sana. Budget wanatuleta vile vidogo kwa pasi dola milioni moja. Wale wanazungumza bilioni 300, bilioni zinakuwa pumped kwa lot of money. Mpaka wenyewe wanakuwa maskini. Kama hiyo haitoshi, wametaifisha hata hela za Russia ambazo zipo kwenye mabenki yao. Sasa huo ni wizi. Sheria za kimataifa ambao wenyewe wanatetea haki za zile hela za nchi, sio za Putin wala za kikundi cha Putin. Wao wanakwenda kusema sasa toka sasa hizo hela sisi tumezichukua. Alafu unasema nyinyi ndio mnalinda sheria za kimataifa. Zipi? Sasa hizi ndio kesi ndio tabia kinyonga kubadilisha rangi. Sasa watu unafikiri hasa nchi zote hizi zinapeleka mapesa huko.
Zinastuka, lakini kwa sababu umekuwa kama nyumbu unaweza kaua hivi, malaika unakaa tu kama unasema wewe ukiona nyumbu tabia yao ndio hivyo. Ndio tulivyo sasa. Hawastuki. Ile kesi sio Urusi, ni kesi ya dunia ile. Haijawahi kutokea. Nchi inaamua tu, nchi zote za magharibi zimeamua kuchukua hela zote za Urusi. Billion of money. Hela zao. Na walikuwa wanafanya biashara za haki. Zinahusiana vipi na vita? Kwa sababu migogoro ile ilikuwepo. Mjerumani hakunyang'anywa hela zake. Alishindwa vita, lakini hela za taifa zingine. Lakini kwa sababu zile nchi zinakuwa na chuki asili. Na chuki asili ni kama unaiona Iran. Urusi katika nchi ya Ulaya peke yake ndio yenye rasilimali kubwa. Ina gesi, ina mafuta, ina dhahabu, ina madini madini haya madini adimu haya, unaona? Ina kila kitu. Nchi zote za Ulaya hizi, Ufaransa hawana hivi vitu. Ni tegemezi wanakuja kuchuma chuma ndani Afrika na kadhalika na nchi zingine. Wanakuja kuemea. Sasa pale hiyo ndio vita vyote hivi unavyoona. Napoleon ndikaenda pale kashindwa, hata kuiteka ile. Kwa ajili ya rasilimali, sio ateke nchi imsaidieni. Mali iliyopo ndani ya Urusi. Kashindwa kwa hiyo. Kaenda hitwa hivyo hivyo. Na alikuwa anatangaza kabisa na kwenda kule kuchukua mali, mafuta yale, madini yale, gesi na kadhalika. Kashindwa. Lile jambo wanalo mpaka kesho. Hao watu wana roho ngumu kidogo, lazima ujue. Kwa hiyo usione Yesu ndiye anapigana proxy war. Sasa sio proxy war, zote pale nchi zote za magharibi zinapigana vita pale. Wapo askari pale, vipo vifaa vyao, uchumi wao wote umekwenda pale kwa sababu kama Ukraine kama nchi haina uwezo hata kulipa askari. Hata mishahara ya watu wana. Sasa utasema nchi ipo. Kwa hiyo wanapigana kwa masuala gani? Mali. Kama wanavyopigana Iran. Mafuta na gesi. Waangalie sana watu wao. Yaani ukiwa na mali hizo ni balaa. Ni balaa kwao. Watakuandama tu. Watafanya kila hila. Watakwambia hamna demokrasi, hamna haki. Wao wenyewe hawana haki kabisa. Yanayofanyika katika nchi zote ambazo msifanya ama wanafanya yale hayana hata harufu ya haki na ubinadamu hakuna. Na hawasemi. Wana standard zao, wana double standard. Kisio double ni ujinga tu ambao kwa kweli kutudanganya watu wengine kwamba wao wanatetea haki za binadamu, wao wanatetea demokrasi. Ipo wapi? Ipo wapi demokrasi Libya? Ipo wapi demokrasi Somalia? Ipo wapi demokrasi huko walikokwenda? Kote wameleta destruction. Wameleta madhara makubwa kwa nchi na wananchi. Wameacha makovu makubwa sana. Lakini tatizo la mentality zetu wengine tunakuwa mashabiki tu ama followers tu wa kufuata tu. Lakini hapana, tusifuate kitu tusa, tuwe more objective. Tuangalie dunia katika jicho la haki, jicho la ukweli. Na tusiwe mashabiki kwa sababu ushabiki ukusaidia. Na wale hawana ndugu. Sio kwamba wewe watakuwa wewe una maana yote. Sasa kama wenyewe watu wa Ulaya wenyewe hizo nchi zote zinapiga kwa Urusi na Ukraine ni majira yote zipo Ulaya. Sasa wewe na mimi una thamani zaidi kuliko wale ni ndugu wale. Sasa lazima tujitambue hivyo. Kwa hiyo umoja kwetu si nguvu. Na huo ndio unaonyesha Irani kama siko na moja na mshikamano imekwisha. Kwani Venezuela ilichukua muda? Libya ilichukua muda? Si waliumba Libya? Wakaanza kusema watu wa magharibi wanataka demokrasia, sasa wanakula demokrasia, kula mavi sasa. Unajua watu unasema utazijua neema zikikuondoka. Walikuwa wanamwambia sasa wanamtafuta Gaddafi wampate tena. Na anatokea mara moja. Sasa hii wanapigana toka wamezungumzia kuleta wanaye tena hawana habari. Sasa hawana habari wazungumzie Libya, wanazungumzia mafuta tu. Wanachukua mafuta tu pale. Wenyewe wanapigana, wanachukua mafuta. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo katika geopolitics lazima tuangalie kwa upana wake. Kwa hiyo vita vya Urusi na Ukraine ni vita vya hao mabwana. Na ndio maana nasema aim yao ni strategic defeat kwa Urusi. Sasa Urusi kidume anaweza amewakabili kweli kweli. Sasa anapigana na nchi zote za NATO. Hapigana na Ukraine. Unajua watu wengi wanapigana Ukraine nini? Ukraine imekwisha. Hana uwezo wa kupigana hata siku moja. Sio drone zile, kila kitu kile kinakuwa manufactured kule. Na viwanda vingi vimewekwa vya armament vipo katika nchi za Ujerumani, vipo Poland na wala sio siri. Vipo Uingereza vinafanya kwa ajili ya kufanya destruction kule. Yote nini? Kuivuruga Urusi, kuiparaganya. Sasa wameshindwa mwaka wa 5.
Hiyo inatufundisha watu wakisimama sawa sawa, na wote katika sehemu zote mbili inatufundisha. Vinginevyo Urusi sasa hivi mkoisha potea, na haikuishia hivyo. Propaganda nyingi, vyombo vingi vya habari vinatangaza lugha mbalimbali za yale mataifa yale ya Urusi. Pale pana failed state nyingi, nafikiri 17 kama, ili kuchochea kuwekea vipingamizi vya kiuchumi. Haijawahi kuwekewa vikwazo vya uchumi nchi yote duniani kama Urusi. Imesimama, na walisema kwamba ingeweza kudondoka ndani ya wiki moja. Mwanaume akasema leo mwaka wa 5. Mara wanasema kuna shadow hizi meli au tunazita shadow meli ya mtu unasimamisha, mtu anapeleka mafuta yake, unakwenda unazizuia. Ni uharamia, pirate hiyo. Lakini haizungumzi hiyo, haipo sehemu yote. Unakamata meli tu ya mtu, kwanza walimzuia kwamba asitumie meli zote, kama sawa, mimi na uwezo, anasafirisha mafuta. Kuna vitu vinavyofanyika. Ndio maana hii dhana ya sheria za kimataifa ni illusion, practical hazipo kwa wao. Sheria za kimataifa zinapowafeva wao, hamna wanavyozitaka. Wakizihitaji wanazitumia zile kukubana, lakini wao zile wanazivunja tu. Wao hana mikataba. Rais mzima na saini MOU, kesho naipiga Iran. Sasa hapa pana. Sasa saini yako ile ina maana gani? Mnakaa watu mnazungumza, mnachukua mwezi mzima, mama miezi, una saini, baadaye hata unasema nimevunja. Sasa hii ndio sheria, law of the jungle ndio tunafanya. Kwa hiyo hayo ndio tunashuhudia, na mambo haya lazima tueleze ili watu tuelewane. Na mimi nasema siku zote tukatae kuwa mashabiki. Hapa pana swala la dhuluma na haki dhidi ya dhuluma, na wanaopigana na wao wanatumia sana vyombo vya habari kudanganya watu, ghiriba, sio kweli. Kwa hiyo niseme kwamba watazamaji wetu wa Dr. Kondo Online TV, tutaendelea na vipindi vyetu hivi vya kuangazia mambo mbalimbali ya mustakabali na uhai ama usalama wa dunia yetu, kwa kuangalia migogoro mbalimbali inayotokea, na hasa mikubwa sasa hivi ni hii miwili ambayo ndio inatokota. Na hii nasema hivi kwa sababu inaweza ikapelekea tip kidogo tu ikapelekea kwenye vita vitatu vya dunia. Na hii vita vitatu vya dunia tutakaathirika ni sisi zaidi, tutakuwa victim, kwa sababu anasema meli kubwa zile zikiumba baharini, ngalawa zinazama. Ukiona meli makubwa yanayumba yale, ngalawa yale mawimbi yale, ngalawa zinazama. Ndio hivi nchi yetu. Kwa hiyo tuchukue tahadhari hayo na tujue tunakwenda wapi, na mengine haya tuelezane ili tuelimishane na kukumbushana na kupashana habari. Nawashukuru sana, tuendelee kuunga mkono Dr. Kondo Online TV ili kupata mambo mengi ambayo ya elimu, ya habari na taarifa mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Tutaendelea kuwa na nyinyi katika muda wote, na tunahitaji sana support yenu. Asanteni sana.